Tumekubaliana jameni? Si kila mtu awakishe stima kwake. Iko makosa mtu akiwakisha stima kwake. Ndio nimeambia Waziri Opiyo Wandayi yuko hapa. PS wake Bwana Wachira yuko hapa. Nimewaambia sasa kuanzia leo mwaka moja itakapokamilika nyumba 20,000 iwe imeunganishiwa stima hapa Meru. Na tumekubaliana na waheshimiwa mpaka na huyu mwiti wenu, huyu mjumbe wenu. Hawa waheshimiwa wa bunge ndio watatuambia ni kijiji gani haijapata stima, ni sehemu gani haijapata stima, ndio tuweze kupeleka stima huko, tuongeze mwangaza, tuondoe giza, shetani ahame. Ama namna gani? Si mumesikia shetani anapenda mahali iko giza? Si tuwakishe mataa, tuweke stima, tuweke mwangaza, shetani hawaje kutusumbua. Si ndio jameni watu wa Meru? Hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa. Na mbali na kuunganisha stima kwa manyumba yenu, pia tumekuja kuanzisha hii substation ya Nkwene hapa. Kwa sababu kuna stima inapotea kila wakati. Na ni kwa sababu ya stima ambayo imetoka mbali inafika katikati inakuwa hafifu. Kwa hivyo tumewapatia hii substation ambayo tumetumia pesa ya serikali milioni 230 kuhakikisha kwamba stima hapa kwenu haipotei jioni ama haipotei wakati huu inanyesha ama wakati mwingine. Ndio stima ipatikane, kwa sababu sehemu hii nyinyi ni wafanyabiashara na nyinyi ni wakulima. Muko na factories ya chai, ni kweli ama si kweli? Muko pia na mahoteli huku. Tunataka hizo hoteli zenu na factories zenu zifanye kazi bila ya matatizo ya mambo ya stima. Leo vile nimekuja Meru hii kwa sababu ya mambo ya kuzalisha umeme. Serikali ya Kenya tumetafutana na mwegezaji. Mimi nilienda nchi ya Japan. Nikaongea na kampuni ya Japan, wamekubali kuja hapa Meru kutengeneza umeme kutumia wind power. Leo tumetoa title deeds ya watu wa kule Tigania ambayo tutaweka hiyo umeme, na wamekubali wataegeza milioni 40 pesa ya Kenya, bilioni 40 pesa ya Kenya. Na mimi nataka nimshukuru huyu governor na wajumbe wa hapa. Tumefanya kazi na bidii, tumetoa title deeds. Ndio hiyo pesa ya kuegeza katika kuzalisha stima kupitia kwa wind power iwezekane hapa Meru County. Hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa leo, so that we can have an investment of 40 billion shillings to generate energy in Meru using wind power that is available here in Meru County. Ndio Meru pia ichangie katika kuongeza stima katika mitandao yetu. Watu wa Meru tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Na nimewahakikishia, kwa sababu sasa tumetoa hati miliki, tutakamilisha ile sehemu ilikuwa imebaki hata ya power purchase agreement. Ndio hiyo program na uwegezaji iendelee, tuzalishe umeme, tuajiri vijana na tuendelee na kuzalisha uchumi wetu. Tumekubaliana jameni? Leo vile nimefika hapa Meru kwa sababu tulikubaliana na nyinyi mambo ya biashara tuendelee mbele. Si ni kweli? Hapa Meru tunawajengea masoko 8 mpya. Leo asubuhi nimeanzisha moja, tumekubaliana na huyu ndugu yetu. Soko ya hapa kwenu vile lazima tujenge. Tumekubaliana? Na inajengwa, inaendelea, mwiti ananiambia inaendelea. Na nitarudi hapa nikuje niangalie, contractor akilegea mpige report kwangu, mimi nitamnyorosha. Ndio maneno iweze kuendelea zaidi. Tumekubaliana? Mimi nimekuja hapa vile kwa sababu kuna kazi mlinipatia, si ndio? Si mliniambia nihakikisha kwamba watoto wetu wanasoma, ninyoroshe maneno ya CBC, nihakikisha kwamba kuna walimu wa kutosha, nihakikisha kwamba watoto wetu university wanapata pesa ya kutosha. Sasa ile maneno ya CBC nimenyorosha. Walimu nimeajiri walimu zaidi 76,000 in 2 years kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Tumeongeza pesa
tumeongeza pesa katika university funding, na nimesema ya kwamba katika new university funding watoto wa kutoka jamii ya maskini walipiwe 90% bursary, ili kila mtoto wa Kenya wapate nafasi ya kusoma katika vyuo vyetu. Tumeelewana jameni? Muliniambia vile vile nisimamie kilimo, ni kweli ama si kweli? Nyinyi kama factory yenu ni ya KTDA, niliwaambia watu wa KTDA walikuwa wanauza mbolea kwa wakulima shilingi 5,000. 5,500 mimi nikiapishwa kama rais. Na nikasema kuanzia siku hiyo bei ya mbolea tutateremsha ije chini, ndio wakulima wengi waweze kupata mbolea, waweze kupata faida zaidi katika kilimo yetu, aidha ya chai, ya kahawa, ya miwa, ya mahindi, ya ngano na ile kilimo yote. Saa hizi bei ya mbolea ni 2,500, na wakiuza zaidi ya hiyo munipigie ripoti. Sijui kama tunaelewana bwana. Tuko pamoja? Sikizeni, nyinyi ni wakulima wa chai. Mwaka huu pesa tulipata ya chai, mwaka uliopita ilikuwa 170 billion kuuza chai yote ya Kenya. Lakini mwaka huu ambao umepita wa 2024 tumepata 215 billion. Tumeongeza kwa almost 45 billion ile mapato tumepata katika mazao yetu ya chai. Wale mnajua 2022 average price ya kilo ya chai ilikuwa 44 shillings. Sasa imefika 64 shillings. From 44 shillings 2022 this year average price ni 64. Kuna kampuni zingine hapa, factories zingine wanalipa 70 kuendelea mbele. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba in 3 years average price ya chai itakuwa shilingi 100 kwa kilo moja, ndio tuweze kuongeza mapato kwa mambo ya kilimo ya chai, ili tuweze kuzalisha uchumi wa Kenya na wakulima wa chai wafaidike, wakitusaidia vile vile kuhakikisha ya kwamba tunapata pesa za kigeni. Watu hapa Meru tumekubaliana? Mimi najua hapa Meru pia iko wakulima wa kahawa, ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Bei ya kahawa 2022 ilikuwa 40 shillings, 50 shillings, ikizidi sana 55. Mwaka huu kuna kampuni zimelipa 110, 120, 130 shillings. Kwa sababu tumepunguza gharama ya mbolea, tumeongeza ile mapato inapatikana, na tumefukuza wakora na makatel ambao walikuwa wamekita mizizi katika kilimo ya kahawa. Imagine ati mtu mmoja, yeye ni mkulima, yeye ni broker, yeye ni mila, na yeye ndiye mwenye kununua kahawa. Hiyo inawezekana kweli? Sasa ndio ananyanyasa watu wengine. Wewe ukipeleka kahawa yako anakuambia hii kahawa yako bei yake iko chini. Alafu saa ile amemil anauza bei ya juu. Tumesema na mliona niliweka mambo ya reform ya kahawa katika ofisi ya rais. Na nikasema hii kahawa leseni tunatoa moja kwa kila mtu. Kama wewe ni mila, chukua leseni ya mila. Hakuna ya broker, hakuna ya kununua. Leo tumeongeza mapato ajabu kwa sababu wale ambao walikuwa wanasimamia hiyo sehemu na ukora na utapeli tumewaondoa. Wakulima sasa watafaidika zaidi, na mimi nataka niwahakikishie kazi hiyo. Nitaweka macho yangu nihakikishe kwamba kilimo ya kahawa inarudi mahali ilikuweko. Tutakuwa tunauza tan 1,150 kila mwaka vile tulikuwa tunafanya hapo mbeleni. Watu wa hapa Imenti, mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii kazi ama mnataka tuletewe fitina na mambo ya upuzi? Tuendelee? Tusomeshe watoto? Nipange walimu zaidi? Niongeze pesa ya funding? Nitoe makatel kwa mambo ya biashara ya wakulima? Nifukuze wakora wote? Wangapi wanasema kazi iendelee? Kazi iendelee? Mnasema kazi iendelee? Mnasema kazi iendelee? Wangapi wanasema kazi iendelee? Jameni, kazi iendelee. Si namna hiyo? Na mimi nawaambia, mimi nimeungana na hawa viongozi wote. Hapa Meru kulikuwa na kizungumkuti. Lakini kwa mapenzi ya Mungu mahakama imefanya mambo, sasa tuko na gavana mpya hapa. Ndio. Mimi nawaomba
Mimi nawaomba ndugu zangu watu wa Meru, ndugu zangu watu wa Meru, nyinyi mnaona hasara ile inaweza kuja wakati mambo watu wamegawanyika. Mumeona hasara ile iko wakati viongozi wamegawanyika. Hakuna maendeleo, hakuna mpango, hakuna kusonga mbele. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu viongozi na watu wa Meru, musimame pamoja. Sasa mko na gavana mpya, mumuunge mkono, mushirikiane, mufanye kazi pamoja, ndio Meru isonge mbele. Jameni, mtaungana. Tuache siasa ya ugomvi, tuache siasa ya chuki, tuache siasa ya migawanyiko. Meru itaungana. Wangapi wanasema Meru itaungana? Jameni, tufanye kazi kwa pamoja, si ndio? Na mimi nimemwambia gavana, sisi hatuna ugomvi na kina mama, sisi tunawapenda kina mama sana. Na mimi nilishauriana na huyu gavana nikamwambia, sasa kwa sababu umepata kuwa gavana, tafuta mama pia awe deputy governor. Si amefanya vizuri? Amefanya vizuri. Mpigeni makofi huyu gavana jameni, ametafuta. Sindio? Na mimi nataka niwaulize watu wa Meru, simu maona ile hasara ugomvi na chuki na migawanyiko inaweza kuleta? Ndio mimi nimeamua kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi yenu na kwa kura zenu, hata na mimi nitaunganisha taifa lote la Kenya. Niunganishe wa Kenya wote, wa dini zote, wa kabila zote, kutoka kaunti zote, ndio kwa sababu tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu kwa pamoja. Nyinyi watu wa Meru jameni, na wasihi na nawaomba ya kwamba mkubali, tusikubali siasa ya chuki, migawanyiko na ukabila itutenganishe. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu jameni, tufanye kazi kwa pamoja, na nimeamua ya kwamba Kenya hii nitaunganisha ili sote tuweze kutembea pamoja. Na ndio sababu wakati mliona kulikuwa na msukosuko, nikasema tuweke serikali ya broad based, ya kuleta Wakenya wote. Kusiwe na mwenye anagombana huko nje, kusiwe na mwenye ananungunika huko nje. Sisi wote tukae hapa ndani, tupangane, na hii serikali inatutosha sisi wote. Sio lazima mtu aondoke na mwingine apate nafasi. Nafasi iko ya kutosha, sisi wote tukae hapa ndani. Nyinyi watu wa Meru mnasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe jameni? Tuunganishe. Hebu nisikie nione wale wanasema tuunganishe taifa letu la Kenya. Munasema tukatae siasa ya ukabila, siasa ya dini tuache, siasa ya migawanyiko tuache, siasa ya chuki tuache, tuungane. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Na ndio sababu hiyo mimi nasema tuungane pamoja. Na mimi nataka niwashukuru nyinyi watu wa Meru, mnatuonyesha by example kwamba hata na nyinyi mmekubali kuungana, ndio Meru ipige hatua ya kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Nasema tutembee pamoja, niendelee na hii kazi, niwapangie maneno, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa ukabila tuwaache nyuma, wachuki tuwaache nyuma, wale wa migawanyiko tuwaache nyuma. Mimi hapa sasa niko na muungwana anaitwa Professor Kithure Kindiki, Deputy President wa Republic of Kenya. Kwene oi! Kwene oi! Meru oi! Mugeni! Muwakaire! Mureba mega! Asante sana Mheshimiwa Rais, asante sana umetutembelea leo. Na Rais, sisi tumefurahi. Mambo imekuleta hapa sio mambo ya siasa. Umekuja hapa kwa sababu wewe mwenyewe umesema stima ya Meru haitoshi. Umekuja hapa kutuongezea stima, ndio kila mahali kuwe na stima ya kutosha. Si ni kweli? Hii substation itasaidia kustabilize mambo ya stima hapa, na Rais ameshaamrisha substation zingine zijengwe. Pale Maua substation ijengwe, na pale Tharaka Nithi substation ijengwe, ndio hii area yote larger Meru area iwe na stable electricity. Rais amefanya vizuri.
Akorudha bwega. Number 2, rais amekuja hapa kutembelea kwa sababu wakati anaomba kura alisema wanabiashara wadogo wadogo wakiwemo mama mboga na hata wanaume ambao wanafanya biashara ndogo ndogo wawe na nafasi na soko mahali safi, mahali pako na heshima kufanyia biashara yao, ndio wanunuzi wawe wengi, wanabiashara wetu wapate pesa zaidi. Rais hapa Meru anajenga hiyo masoko yote amesema, ikiwemo hapa South Imenti. Mheshimiwa Mweti atawaambia pale Machegene contractor ameanza kazi, na sisi tutakuja hapa kuangalia wakati tutapata nafasi. Machegene kama chege o Machegene itigania Machegene itigania Imenti Machegene kama chege si hapa katikati ya Mitongo na Ngobo, si kama chege bas. Kwa hivyo rais umefanya kitu mzuri. Ya tatu na ya mwisho ile rais imemleta hapa ni maneno ya kilimo. Hata kama hajaongea mambo ya projects ya kilimo, amesema 2.5 years into his term there is tangible reform in the agricultural sector, and today the farmers of Kenya, including the farmers of Meru, are getting better returns for their tea, for their coffee and the other crops that we grow. Amestaja tu hiyo kwa sababu ndio iko mimea ya hapa. Amesema majani chai, we increased production, and the foreign exchange from last year has risen to 215 billion. That is the highest foreign exchange ever earned in Kenya since independence on a single year. Mambo ya kahawa. 2022 kahawa ilikuwa inanunuliwa shilingi 40-50 hapo. Leo mwaka huu kahawa saa hii ikiwemo last week kwa Nairobi Coffee Exchange inauzwa kwa bei ya juu, na mkulima analipwa per kilo of cherry between 110 and 120. Some factories are paying 130 shillings per kilo, the highest price in 35 years. Rais aendelee na kasi ama asiendelee? Rais aendelee na kasi asiendelee? Si hiyo ndio kasi mlichagua rais afanye? Si hiyo ndio biashara mlituma rais kufanya? Na amesema ile miaka 2 imebaki, ile mambo imebaki atasuluhisha, ikiwemo zile barabara zilikuwa zimekwama, they will all be revived, constructed and completed. Na akifanya hivi sisi tunasema tick, tunampatia tamu nyingine. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Ya mwisho mimi nimekuwa katika serikali ya William Ruto, nimekuwa minister wa interior miaka 2. Nikakazana na hiyo kazi for 2 years. Juzi 4 months ago rais akanipatia nafasi nyingine ya kuwa deputy president. Mulifurahia hiyo hatua ya rais? Mulipendelea hiyo hatua ya rais? Mmefurahi? Onyesheni rais kwa mkono kama mmefurahi vile Mimi nataka nimalizie kwa kuahidi watu wa Kenya, wakiwemo watu wetu hapa Meru. Mimi nitajaribu vilivyo, vile nilijaribu nikiwa waziri wa usalama. Nitajaribu kufanya bidii kwa kazi ya kumsaidia rais, na rais atapata tena ati kusumbuliwa, ati kufanyiwa sijui nini, because there is no competition between the president and the people working under him. As the principal assistant to the president, I am the deputy president and subordinate to the president, and I am happy in that role. Kwani kiti ya deputy president ni kiti kidogo? Si ni kiti kubwa? Lakini watu wengine wajinga, unapewa kiti kubwa, badala ya kushukuru Mungu na kushukuru rais na kushukuru wananchi,
unaanza kushindana na kiongozi wa taifa. Mimi hiyo maneno ya ujinga, I am not part of that business. I am happy with that position. I am grateful to the president. I am grateful to the people of Kenya who elected the president. I am grateful to God. And I am comfortable. My work is to support, to defend, and to help the president deliver on his mandate to the people of Kenya. Ama nyinyi mnataka nianze mashindano na rais? Watu wa Nkwene, watu wa Nkobo, mnataka nianze mashindano na rais? Nianze maringo na mambo ya kubishana na mkubwa wa nchi? I am already happy, and the deputy president is not a small job. It's a huge responsibility. I will work day and night to make sure President Ruto has someone to help him, and I'll work with the ministers, the PSs, and everybody else to make the work of the president easier and more efficient. As many of that opinion say aye. As many of that opinion say aye. As many of that of counter opinion say nay, the ayes have it. Thank you, Mr. President. God bless you. Asanteni sana. Thank you. Professor Kithure Kindiki anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Sikizeni. Huyo muungwana kuna watu wanamkejeli ati yeye ni yes man. Mimi nataka niwaambie, si Moi alikuwa yes man ya Kenyatta? Si Kibaki alikuwa yes man ya Moi? Si mimi nilikuwa yes man ya Uhuru? Kuna mahali iliharibika? Si mimi nilimheshimu Uhuru Kenyatta? Hata wakati mambo ilikuwa imeharibika, si nilikuwa nasema mdosi yangu? Si hiyo ni kutumia akili? Sasa wewe profesa, endelea na kazi bwana. Wachana na wale. Sisi tunakubaliana? Sisi tunakubaliana? So tuendelee namna hiyo kwa sababu ya muhimu. Kama ningekuwa natafuta mtu ya kupingana na mimi, si kuna watu ya upinzani ya kupingana na mimi? Iko haja ya kuwa na deputy president ya kupingana na wewe? Si mtu akitaka kupingana na rais aende upinzani? Ama namna gani? Na tuko na watu wengi ya upinzani. We are not short of people mwenye wanaweza kuendelesha mambo ya upinzani. So bwana naibu wa rais, nisaidie, hii kazi ni ngumu, nisaidie tusukumane ndio Kenya ibadilike, niunganishie hawa mawaziri, ma PSS ndio kazi ya Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana watu wa Ngwene? Tumekubaliana? Na mimi wacha niwaeleze. Ndugu zangu watu wa hapa Meru. Mimi Meru si mtu mgeni. Mimi nimekuja Meru mara nyingi, ni kweli ama si kweli? Nimekuja hapa tangu nikiwa mjumbe. Nikakuja hapa nikiwa waziri. Mimi nimefanya kazi na Moi kama mjumbe na kama naibu wa waziri. Mimi nimefanya kazi na Rais Kibaki. Mimi nikiwa waziri wake wa mambo ya kilimo na nilifanya kwa bidii. Mimi nimefanya kazi chini ya Uhuru Kenyatta. Mimi nikiwa naibu wa rais. Mimi naelewa mambo ya uongozi ya Kenya. I am not junior. I am not new. I understand what is necessary for us to move this country forward. Na mimi ile urafiki nimejenga na watu wa Meru. Ile urafiki nimejenga na watu wa Mlimani. Na ile urafiki nimejenga na watu wa Kenya. Mimi siwezi kukubali mtu mwenye hana maono, mwenye hana mpango, mtu wa chuki na fitina, akuje haribu urafiki na undugu na uongozi ambayo tumejenga kwa miaka mingi. Ya muhimu Kenya hii ni vile tutaungana, vile tutashirikiana, vile tutafanya kazi kwa pamoja, sio kwa manufaa ya viongozi lakini kwa manufaa ya wananchi. We must not be asking what is in it for the leaders. We must be asking what is in it for the people. And that is how we are going to succeed. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Hakuna haja ya sisi viongozi kushindana. Mashindano ya viongozi ni wakati wa uchaguzi. Uchaguzi ikimalizika tunarudi kwa kazi ya wananchi. Ama namna gani? Si kama mambo ingine ya nani atakuwa nani hatakuwa, si nyinyi mtaamua. 2027 si nyinyi ndio mtaamua. Kuna mtu atawaamulia?
Sa nyinyi si mtaamua kulingana na ile kazi mtu amefanya. Mtu akizembea kazini si mnampeleka nyumbani. Akifanya kazi hiyo ingine mnamsukuma mbele. Na nyinyi ndio kusema. So tuendelee namna hiyo. Wacha sasa nichukue nafasi hii nimkaribishe Governor Isaac Mutuma. Asante, Your Excellency. Antobankuene, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ndawira asifiwe. Kabo traibwa boya? Kote na sababu ya kusifu Bwana Yesu, President wetu atureterete bilioni ya mbesa Ameru. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, sitachukua muda mrefu kwa sababu najua unaenda Kirinyaga. Na tunashukuru umeshinda nasi hapa Meru. Watu wa South Menti, watu wa Nkuene ni watu wa bidii sana. Ni umaka na urongo. Your Excellency, tunajua agenda yako ya kuajiri walimu hapa Kenya, kusupport education ni mojawapo ya mambo ambayo unapenda kwa sababu wewe mwenyewe ni msomi. Kuna university